Kwenye hii familia ya Ghost of Vibe ambao mimi na wewe tupo, kuna mshikaji mmoja ambaye alikuwa na mkewe na mtoto mmoja, alikuwa anapitia maswaibu ya kutosha, unajua, kiasi kwamba akaona hapana, inatosha. Kaambia yule bibi wao kama vipi kila mmoja akae kushoto. Demo akawaambishi. Utakumbuka kwamba demo akishaanza dharau, jua kuna mshikaji anaweka. Kwa ile ubishi mwingi, mwisho wa siku akafanikisha kumtoa bibi, badala ya kwenda kwao akaenda kupanga, au sio, anakaa na yule mtoto na vitu kama hivyo. Mshikaji pumzi haziendi, moyo hautaki, kila wakati anamwaza na bibi, anavunga siku 2 siku 3 ya 4 kamtafuta. Akishakaa bila kazi yoyote hivyo, kwa mujibu wa maelezo yake anadai hata kazi haziendi huko kwao ofisini nini, unajua hivyo. Kwa akancheki kwa ajili ya kuomba possible solution. Nikamuuliza maswali ya msingi, ni kwamba wakati ambao anaongea na bibi, je, moyo wake unakuwa unauma kama unachoma hivi au akataliwa chochote? Nikamuuliza, je, huwa anaishiwa nguvu za miguu au ni aje? Akanambia ndio. Moyo kuchoma? Akanambia ndio. Miguu kuishiwa nguvu? Akanambia ndio. Nikaona hapo amechangamka hapa. Nikamwambia bibi, asili yao ni wapi? Akanitajia asili yao. Nikamuuliza yeye asili yake, akanitajia. Nikamwambia inabidi asali sana. Sasa bibi akajiongeza, na matokeo ya kujiongeza ni kwamba anapoteza ladha na mshikaji. Anakuwa amemmiliki ile kupita kiasi, kihisia na kila kitu, hata ile wanaume jamaa anashindwa kuelezea kutokana na kumilikiwa ile. Kwa nikamwambia asali sana, lakini pia ajitahidi kukata connection, vile anajua tayari nini kimetokea mpaka moyo wake unakuwa unaenda mbio na makablasha kama haya. Najua ile tuo makini na bisi zetu wazee. Kufeli na kufaulu kwa maisha kunaanzia kwenye maisha ya ndoa. Iko hivyo.